Umetendaje hawa? Mimi sikutaka iwe hivi. Umetendaje hawa? Hivi kabisa. Anga langu halina mwisho na moyo wangu una uzito. Ngosha pambana ukiwa location, simama utetee jamii. Ngosha pambana, simama utetee jamii. Hapa balanda. Mimi sikutaka balanda iwe hapa. Hapo hawa. Bwana wamekaa hivi sasa. Hapa. Pakuvunja. Alafu jambo dogo. Jambo. Unasemaje dogo? Mimi bwana nimekuja kuomba kazi, toka naomba nisaidie. Hali yangu mimi ngumu, hata kubeba zege ni sawa. Kijana, unaitwa nani kwanza? Bado ujitambulisha au una nidhamu na sema tunakuja kuomba kazi. Mimi sikujui nijui. Mimi naitwa Omari. Sasa useme sasa, unasema unaitwa Omari. Kwanza unataka ujiamini dogo. Njoo hapa. Sawa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Omari. 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 Nimetokea mji Bujubi. Ndio. Nimesikia habari zako, ndio maana imenifuata mpaka kuja huku mji kwako. Kuna mtu nimekutana naye hapo kanielekeza njiani mpaka nikajua. Yateke, wameenda yateke jana. Ulikuwa wapi wewe jana? Singekuja hapa. Mafundi walikuwa hapa wanafanya kazi. Tunaona kokota kidogo walikuja pale kwenye kazi. Yaani mchelewa ilikuwa jana. Kwa hiyo bwana mdogo, nenda. Sasa hivi kazi hamna. Nenda. Sawa. Ila hauna msaada wote wa kufanya nini kulimalima? Dogo elewi. Kazi hamna, wewe nenda. Katika giza la vita tunatafuta nuru. Kwa damu yetu. Toa hili. Leo umeniacha hapa. Toa vipi hawa? Acha hapa tena sasa. Katika giza la vita tunatafuta nuru. Kwa damu yetu tutasimama imara. Nikusaidie nini? Familia yangu inaishi na njaa. Baba yangu kashakuwa mzee, babangu kawa mzee. Kuomba msaada wote, naomba nisaidie. Wewe uko kunisaidia mimi. Dogo, nimemwambia kazi hamna. Nikusaidie nini? Umefika kwa nani hapa mjini? Mimi. Una kitambulisho chochote kwanza hapa ulipo? Nyanyuka. Sina. Nyanyuka simpige na goti. Umefika kwa nani? Mimi hapa. Nilisikia kwa kakaangu. Kaka hapa? Sasa bwana mdogo wewe, kazi gani ambayo sasa unaimudu wewe ya kufanya? Una elimu yoyote? Mimi sina elimu yoyote. Nimekuja tu. Nikoka hapa tu nisaidie. Unanipa changamoto. Mdogo msaidie. Kabidi kakako nimfahamu. Sawa? Sawa. Kabidi kakako nimfahamu. Nitakupeleka sehemu. Ngoja basi nikuje kaka, kazi kama nimepata. Wewe kaka yako mimi bwana kakako nitaenda kuongea naye mwenyewe. Sawa. Maana mimi bwana mdogo. Umeniambia kwamba unataka. Si ulisema wewe ni mtoto wa kwanza unataka. Inakuwaje? Pale ni mtoto wa mjomba wangu.
Mjomba. Mtoto wa mjomba. Okay. Ndio maana ukisikia kakangu ndio yule namuita. Okay. Sasa kama nilivyokuambia. Sawa. Usiku wahi. Sawa, nimekuelewa. Usiku wahi. Uje hapa. Sawa? Sawa. Uje kama saa 2 usiku. Sawa bwana mdogo. Asante. Kuna sehemu mimi nitakupeleka nikakutambulishe. Sawa? Mimi nina watu wangu ambao tunafanya nao kazi na nina watu tunaisha. Kwa hiyo ndio kujiandae. Sasa hiyo kazi aina gani? Na? Kazi. Unapenda kujua? Napenda kujua. Moyo. Ndio maana nina moyo kama kitu cha siri, basi cha siri. Sasa unasikia? Jiandae. Mnaabudu nyoka? Ndio. Sasa mnaabudije hivyo? Bwana mdogo, ni jambo la kawaida tu. Sawa? Ni jambo la kawaida tu. Kuabudu shetani ni jambo la kawaida. Shetani? Hamna jambo gumu. Tunaabudu shetani. Ukiabudu shetani ni jambo la kawaida. Dogo, uwe na moyo. Wewe unataka kuwa tajiri. Hautaki utajiri? Mimi nimeamua kukuambia tu wewe. Kwa sababu gani? Umeniambia kwamba una shida, una hali ngumu. Nataka mimi nikusaidie. Sawa? Kwanza dogo, wewe itabidi twende kwanza kwa kakaangu kanionyeshe. Sawa, tutaenda. Au ngoja nikuonyeshe. Sawa. Tuna namba ya kutajia. Namba? Namba niliweka kwenye kikaratasi. Ila kichwani sijaikalia. Kwa hiyo tunafanyaje? Hapa mtani mwingine. Unasaidiaje? Bwana mdogo. Yaani unatembea bila hata namba ya simu inakuaje? Ukipata ajali, ukipata tatizo, utasaidiwa na nani? Sana kwa kwenye nini? Mkai mbali. Asikai mbali. Katika giza la vita tunatafuta nuru. Kwa damu yetu tutasimama imara. Anga langu halina mwisho na moyo wangu una uzito. Ngosha, pambana ukiwa location, simama utetee jamii. Kwenye mahindi yangu vipi mjomba? Sikuelewi, sikujui, unijui. Nimekuja na kijana hapa. Kwenye mahindi yangu vipi mjomba? Mimi naangalia tu. Umekuja na nani? Umekuja na nani? Kijana mwenye huyu hapa. Dogo. Wewe uko wapi? Uko wapi? Wale mimi tunakutafuta upale. Wewe kwa mtu mzima, mimi nakutafuta mtaani huko. Nilikuwa naye mimi. Una faida gani wewe? Sio hataki huyu. Hata kwenye kwa nini umpikie anazurura? Kaka mimi niko kwenye. Nitakutoa kafara mbwa wewe, nakwambia nitakutoa kafara. Una faida. Hapo sikukataa wewe. Ungona mzuri mitaani nimekuchukua mimi nalima hapo. Uje kunisaidia. Nataka chakula mimi nitakutoa kwa shida. Unakula unaenda kuzurura. Wewe unachukuliaje mimi? Samee basi. Toa dogo. Unapoelekea dogo. Na kurudisha kwa baba yako. Nimemaliza. Semeni sasa amekuja kufanya nini hapa? Mimi mama sijakuelewa mjomba na sijamuelewa. Okay. Mimi jina langu naitwa Kamani Mwanambarangi. Sasa nenda kwenye point, mimi sijakuuliza majina. Sitakuita majina. Alikuwa huyu kijana hapa kwangu. Wewe sogea huku. Kwenye site yangu pale. Akawa anauliza kazi. Mimi nikamwambia bwana mdogo, kazi hamna, ilikuwa jana. Anaulizia kazi gani? Shambani hapa kulima hataki. Mimi nikilima hapa nikipata hela anataka hela. Mimi nashinda mdogo wangu shamba lote hili. Nashinda kumkatia hapa kalima hata mboga kauza. Mimi kwa kweli nimemwambia kazi hamna. Baadaye mdogo, si unajua vijana mitaani, mimi siwezi kuamini. Baadaye akarudi tena akaniambia nisaidie kaka hivi, na akanielezea mambo mengi ambayo niligusa, nikaamua nije kwako nijaribu kukuuliza kama ni kweli. Maana huyu bwana mdogo amesema, yaani kuna mambo ameniambia mimi amenigusa sana. Amesema nisaidie kwa kweli. Mjomba, nenda kwenye point. Mbona unazunguka? Mbona unazunguka mjomba? Nenda kwenye point. Umekuja hapo
kwa dhumuni lipi? Mimi dhumuni yangu napenda tu kujua. Huyu ni mdogo wangu. Nilipenda anifanyie kazi. Pole. Hadi kumwaminifu. Jaza mwaminifu. Na unafanya kazi sio shida. Hapa tunakwenda tu serikali za mitaa, barua, tunadilishana pale. Mshahara wake wa shilingi ngapi? Hivyo. Sawa. Kwa wazazi wake wakijua tu basi sisi tunapingamizi. Ndio. Kama ndo swala hilo tu la kazi haina shida kwa sababu kuliko kukaa mtaani huko wakana fanya mambo ya ovyo. Ndio. Kweli vijana wanaharibika sana hapa mtaani. Ni hilo tu. Nilikuwa ni hilo tu. Sasa kuna jambo lingine ambalo ndo kuzaa kidogo, nikamwona kijana yuko serious sana, nikaona labda anaweza kuwa na sisi kwenye jumuiya yetu ya kimaendeleo, ndio nikaona bora nije kwako. Jumuiya gani? Sisi bwana, sisi tunajihusisha na biashara mbalimbali. Kwa hivyo ndugu yangu, yani sisi tunafanya biashara mbalimbali za kijumuiya za watu matajiri. Sasa nikaona kwamba labda huyu kijana nifike na wewe pia nikuangalie. Kana kijana, nimeona yuko serious sana na wewe unaonekana uko serious sana. Yani nimependa tu kwamba tukiwepo katika watu waaminifu katika biashara, kwa kweli tutafika mbali sana. Au labda una jambo lolote la kutokeza? Maana nimependa sana. Mimi nimekuelewa. Jumuiya hizo za matajiri, jumuiya gani? Kufanya kazi au vipi? Basi sitakuelewa. Labda jumuiya za matajiri. Sisi tunafanya biashara kubwa. Tunaendesha viwanda, tunaendesha maofisi. Tunasafisha mizigo kutoka nje kuleta hapa bandarini hapa. Kwa hiyo hatuna watu waaminifu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ndugu yangu, kama na wewe kama utapenda, kama hauna kazi kama hivyo na akili kweli utapenda. Nimekwambiaje? Nimekwambiaje? No. Nenda kwenye pointi. Huyu unataka umweke kwenye business gani? Maana kazi, maana jumuiya ya kimaendeleo. Sikuelewi bro. Kama hivyo ndugu yangu, yani sisi tunafanya biashara kubwa tu. Unavyoniona hivi. Bwana mdogo anakuja hapa, nadhani amenikuta kwenye nyumba yangu hii. Hizo biashara ni biashara gani? Tunasafisha mizigo nje ya nchi. Ananyoka. Tunaweka hapa. Nyoka ina gani? Ndio sijajua rangi gani. Nimeogopa mwenyewe alipotaja hilo jina. Yaani nyoka kivipi? Sasa mwenyewe hajaniambia. Wewe hebu kaa. Nyoka wa aina gani? Mimi sielewi. Mara kazi, mara nyoka. Mimi sikuelewi wewe. Hebu jielezea vizuri. Nyoka wa aina gani? Basi wewe hivyo maisha yamekushinda wewe. Hivi dogo, una matatizo ya akili. Mbona sasa unaanza kunigeuka mbele? Tuongea nini kule? Tuongea nini kule? Mimi nina nyoka. Dogo, usimenipata bado unataka kazi. Hadi wewe. Ndio unaniambia. Hadi wewe nakulisha. Wewe una akili za kitoto bado. Samee kaka. Nilikwambia kwamba wewe bado akili za kitoto. Akili zako bado changa. Nyoka, yaani nyoka gani? Wa rangi ya ngozi. Msielewi. Huyu mtoto ana matatizo huyu. Wewe unavuta bangi. Samee kiuka. Wewe unavuta bangi. Wewe unavuta bangi. Mnyama, umemtoa wapi? Nilikuwa pale kwamba nataka kazi, nikamwambia wewe ni mwaminifu. Nina moyo kweli kwa kufanya kazi nyumbani kwangu. Utachukua panga na uwe. Mimi kana namwambia una moyo kweli wa kufanya kazi nyumbani mwangu. Wewe, mara nina nyoka. Nyoka gani umemoa nyoka gani? Mimi huyu nimwambia bwana kuna kazi ya kulisha mbwa. Nyoka gani? Nimwambia kuna kazi ya kulisha mbwa. Wewe umetiwa kazi au nyoka? Eti. Umetiwa kazi au nyoka? Una matatizo gani wewe mtoto? Mwangalie huyo. Eti. Umetiwa kazi gani wewe? Una matatizo gani? Mimi nakwambia kwangu kuna kazi. Ndio maelezo na kumtia kazi gani? Sema kweli. Mimi pale. Kumtia kazi gani? Sasa hajaniambia kazi gani. Mimi sana nyoka. Wewe dogo, sema ukweli. Sema ukweli dogo. Mimi pale pale. Sema ukweli. Actually. Sema ukweli wako dogo. Sema ukweli. Dogo. Unanijua mimi? Mwangalia huyo. Unanijua mimi? Sema ukweli. Sema ukweli. Mimi nasema ukweli. Haya, sema ukweli. Au sema ukweli? Ulaza mwaji. Sema ukweli. Huyo unasema kwani sema? Ulaza mwaji. Sema ukweli. Unasema kwani? Sema ongea. Huyu hapa. Haya. Huyo. Anatoa maelezo. Haya. Toa maelezo. Sema Nje na ukweli. chama cha mchezo. Sema ukweli. Sema ukweli.
Sema kweli. Sema sasa ukweli. Sema Huyo kweli. amesema nijiunge na chama cha Mashoni. Chama gani wewe? Angalia chama gani? Chama gani? Niko mzima kweli. Hebu njoo. Mwangalia. Chama gani? Chama gani wewe unasema? Cha Freemason. Nimekwambia chama cha Freemason unakijua? Kaa vizuri. Wewe. Unataka chama cha Freemason? Chama cha Freemason. Yaani wewe utakuwa kiakili wewe. Ulishibe. Hivyo ulishibi. Utakuwa na maskini mpaka lini? Wewe mtoto. Utakuwa na maskini mpaka lini? Chama gani? Nilikwambia una akili kwenye nchi yako. Umekuwa kiakili. Una akili, ipo una akili wewe. Umekuwa kiakili. Mjomba. Naona video yetu ya jicho la tatu hapo ndipo inapofikia mwisho. Unajua mwanadamu bwana amezaliwa na mvuvi, mvuvi wa kiimani amezaliwa nayo na maarifa na kila anachokiamini yeye, yani anachokiamini inaweza kuwa, hata kama ukiamini jiwe inakuwa